Leo nakuletea mionekano 19 ya Humphrey Polepole tangu alipoanza harakati zake mpaka alipotekwa. Ukitazama video hii mpaka mwisho, utaweza kuona muonekano wa ndugu Humphrey Polepole siku 5 kabla ya kutekwa alikuwaje. Twende haraka tutazame mionekano hii. Sasa huu unaoona mbele yako ndio muonekano wa kwanza wa ndugu Humphrey Polepole. Hapa ndio alikuwa anaanzisha harakati ama analianzisha balaa lake. Hapa alikuwa akizungumza na umma wa wanahabari. Unaona, tazama mazingira jinsi yalivyo. Na hapa inaaminika kwamba ndugu Humphrey Polepole alikuwa nje ya nchi, hakuwa ndani, hapa yuko nje. Muonekano wa pili ni huu. Nadhani unaona mazingira ni yale yale, bado yuko sehemu ile ile. Hapa alikuja tena akazungumza. Hapa napo pia yalikuwa ni mazungumzo ya ndugu Humphrey Polepole, akizungumza na umma, na aliyafanya siku ya Jumapili. Lakini ukitazama tena utakuta tena muonekano wa tatu ni huu. Humphrey Polepole anakunywa maji, amenyonga tai nzuri, ana shati. Na kikubwa kwamba Humphrey Polepole hakuwahi kurudia nguo. Alikuwa kila akija anakuja na nguo mpya. Sasa hapa anakunywa maji, lakini mazingira ni yale yale, bado hajaondoka, yuko pale pale. Tazama background nyuma yale mapazia yale jinsi alivyokaa. Yuko eneo lile lile moja ndugu Humphrey Polepole. Hapa napo alikuwa akifanya mazungumzo, alikuwa afanya mkutano na umma, anazungumza na umma. Lakini tazama tena, tazama muonekano huu. Pale pale ni siku nyingine, lakini bado yuko eneo lile lile. Huu ni muonekano wa 4 wa ndugu Humphrey Polepole, akiwa sehemu ile ile. Anabadilika kila siku, mavazi yanabadilika, lakini eneo lile lile. Anabadilisha mavazi, lakini anakuwa eneo lile lile. Anapo alikuwa anafanya mazungumzo, alikuwa akifanya mazungumzo na umma. Tazama tena hapa ndugu Humphrey, hapa yuko pale pale. Ni mwingine tena, ni siku nyingine tena hii aliibuka. Sasa hapa aliibuka kwa tofauti kidogo. Ndugu Humphrey Polepole alikuja na kanzu. Napo alikuwa akifanya mazungumzo na umma. Alizungumza alitumia kama saa moja hivi kufanya mazungumzo yake. Muonekano mwingine wa ndugu Humphrey Polepole, tazama hapo. Unaona amekula shati jeupe zuri. Yuko pale pale, hajahama, hajaondoka. Yuko eneo lile lile pale pale ambapo alikuwa afanya. Hapa alikuwa akizungumza kuhusu harambee ya chama cha Mapinduzi ndugu Humphrey Polepole. Twende katika muonekano mwingine haraka. Sasa hapa kuna mabadiliko kidogo. Tazama muonekano uliopita, tazama na muonekano huu. Hapa unaona mapazia ya nyuma yamebadilika. Hapa tunaamini ndugu Humphrey Polepole amebadili mazingira. Hapa Humphrey Polepole tunaamini kwamba alibadili mazingira. Ama mnasemaje majasusi wa bei ya jioni wenzangu, mnasemaje? Hapa tunaamini kwamba ndugu Humphrey Polepole alibadili mazingira kulingana na jinsi ambavyo background imebadilika. Lakini ndugu Humphrey Polepole tunaendelea kuangalia muonekano wake mwingine. Tazama hapa pia mazingira mengine tena haya. Hii ni badiliko la tatu. Ukitaka kujua mabadiliko, angalia nyuma, pale nyuma kuna nini. Mwanzoni tulianza alikuwa na mapazia ya kaki, limekuja pazia fulani hivi linameremeta, mabadiliko ya pili. Lakini leo yuko nyuma kuna background ni rangi gani ya kijivu. Mwanzo tulianza ilikuwa ni mapazia ya kijivu, kila mmoja anaona rangi anavyoona. Mimi naona kijivu hii. Hapa napo ndugu Humphrey Polepole ni muonekano wake. Hapa napo alikuwa akifanya mazungumzo yake, akifanya mazungumzo na umma ndugu Humphrey Polepole. Lakini tazama tena muonekano mwingine, yuko pale pale. Napo ndugu Humphrey Polepole alikuwa akijaribu kuzungumza na umma, amepiga t-shirt vizuri. Eneo hilo limeshabadilika. Hapa pia yuko pale pale, anazungumza na umma. Hapa ndugu Humphrey Polepole alikuwa akizungumza kuhusiana na tulipo, azungumza na umma kuhusiana na tulipo na mustakabali wa mbele, kwamba anaona nini mbele ndugu Humphrey Polepole. Lakini pia ndugu Humphrey Polepole, hii ya ngapi sasa hii? Muonekano wa 11. Muonekano wa 11 huu sasa amebadilisha mazingira kwa mara ya 4. Kwa mara ya 4 sasa amebadilisha mazingira. Kwa Cuba
Sasa Cuba, Belgium, alikuwa wapi kabla? Labda Cuba, labda Belgium, lakini mazingira yamebadilika. Tazama. Hapa background iko wazi kabisa hapa. Mazingira yanaonekana kabisa. Hili ni eneo jingine ndugu Humphrey Polepole. Muonekano wa 11 ndugu Humphrey Polepole. Yuko sehemu nyingine tena. Katika eneo hili ndugu Humphrey Polepole alizungumza nini hapa? Nakumbuka alikuwa akizungumza kuhusiana, alizungumza na umma, alizungumza na umma na aliibua mambo mengi kidogo. Muda wetu hautoshi. Muda wetu hauwezi kutosha kuelezea yote ambayo aliyaibua Polepole. Unaweza tu kurejea hotuba zake, lakini alikuwa akizungumza na umma. Alikuwa akiunguruma ndugu Humphrey Polepole. Muonekano wa 12 yuko mazingira yale yale. Badiliko la 4 hili nadhani tumesema. Tazame hapa nyuma yuko kama katika wapi hapa ndugu Humphrey Polepole, lakini ni sehemu ya 4 hii. Hii ni sehemu ya 4 ndugu Humphrey Polepole alikuwa akizungumza hapa. Ndugu Humphrey Polepole alikuwa akizungumza na umma, kitema nondo zake. Lakini pia twende tena tukaangalie muonekano wa 13 yuko pale pale. Piga shati lake zuri la kitenge. Yuko pale pale ndugu Humphrey Polepole. Muonekano wa 14 sikilize kwa makini hapa. Muonekano wa 14 nisikilize kwa makini hapa. Hapa muonekano wa 13 alikuwa nje. Utazame tena. Kama umeupita utazame tena muonekano wa 13 alikuwa nje. Muonekano wa 14 Humphrey Polepole yuko Tanzania. Kwa nini nasema huu muonekano wa 14 Humphrey Polepole yuko Tanzania? Mazingira ya 5 kabadilisha. Polepole inaonekana amepita maeneo 5 tofauti kulingana na uchambuzi wa video hizi. Sikilize mwalimu. Siku hizi mimi ni mwalimu. Nashangaa watu wanaanza kuniita majina mapya, lakini siwezi kukataa. Wananiita jasusi wa bei ya jioni, lakini mimi ni mwalimu. Sikilize mwalimu. Nafurahi zaidi ukiniita mwalimu. Niita jasusi wa bei ya jioni. Sina neno na nyinyi, lakini hebu msikilize mwalimu. Mimi nafundisha tu, mimi ni mwalimu. Wala si jasusi wa bei ya jioni. Jasusi ni Evariste Chahali. Mimi si jasusi. Mimi ni mwalimu. Sasa msikilize mwalimu. Hapa ndugu Humphrey Polepole ana katika muonekano huu wa 14. Kwanza rudi muonekano wa 13. Alikuwa nje. Muonekano wa 14 mtazame ndugu Humphrey Polepole. Mtazame. Ndugu Humphrey Polepole muonekano wa 14 utagundua background ni nyeusi. Lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba ndugu zake wanasema alirudi Tanzania mwezi mmoja uliopita. Inaaminika kuwa ni kweli. Tazama jinsi Humphrey Polepole alivyo na furaha. Tazama anavyocheka. Rudi katika picha zilizopita nyuma, angalia vizuri. Polepole hakuwa na bashasha sana. Hapa Polepole yuko nyumbani. Polepole amefurahi kweli kweli. Tazama, hakuna video Humphrey Polepole ana furaha kushinda hii. Polepole alikuwa mwenye furaha sana. Hapa alikuwa mwenye furaha sana. Tazama jinsi amefurahi. Hii inaleta picha gani? Hii inasema kwamba alikuwa na furaha sana ya kuwa nyumbani ndugu Humphrey Polepole. Pengine amefika salama, yuko vizuri na anarusha vitu vyake vinaendelea. Amefurahi kweli kweli. Tazama jinsi Humphrey Polepole anavyocheka, anavyotabasamu. Sura inaonyesha kabisa hii si tabasamu na si furaha ya kulazimisha. Yuko nyumbani, anafurahi kweli kweli. Ana furaha ndugu Humphrey Polepole. Pengine hakuwa akijua hatari iliyopo mbele yake, ama pengine alikuwa ameipuuza. Amefurahi ndugu Humphrey Polepole. Mtazame vizuri jinsi alivyojawa na furaha. Muonekano wa 15 Polepole bado yuko nyumbani. Yuko nyumbani ndugu Humphrey Polepole. Amefurahi kweli kweli. Tazama amefurahi mpaka Humphrey Polepole muonekano wa 15 yuko nyumbani hapa. Amefurahi mpaka amefumba macho. Inaonesha kwa namna gani nyumbani mtu unaweza kujisikia raha kuwa nyumbani. Kwa wakina Mage Kimambi, Evariste Chahali, wafikirie kidogo kuhusiana hili. Nyumbani kuna raha bwana. Tazama ndugu Humphrey Polepole alivyokuwa mwenye furaha. Anacheka, huwezi kuona picha kama hii ama video kama hii ndugu Humphrey Polepole akiwa amecheka mpaka kafumba macho. Yuko nyumbani. Hapa alikuwa Tanzania. Nadhani hapa alikuwa akizungumzia jambo gani ndugu Humphrey Polepole? Alikuwa anazungumzia mambo ya afya, ama alikuwa anazungumzia wito wa polisi? Akizungumzia nini hapa ndugu Humphrey Polepole? Muonekano wa 15 huu. Muonekano wa 15 bila shaka ndugu Humphrey Polepole alikuwa akizungumzia huduma za afya nchini. Hapa ndugu Humphrey Polepole alikuwa akizungumzia huduma za afya nchini.
Kafurahi kweli kweli. Alikuwa ndani ya nchi, alikuwa Tanzania. Muonekano wa 16, bado Humphrey Polepole ana furaha ya kuwa nyumbani. Muonekano wa 16, Humphrey Polepole alizungumza kuhusu nini hapa? Humphrey Polepole alikuwa anazungumza kuhusu wito wa polisi. Jeshi la polisi lilitaja kwamba limemuita. Alikuwa akizungumzia kuhusiana na wito wa polisi. Naye alisema yuko hapa Bongo. Muonekano wa 17, Humphrey Polepole ana furaha, lakini kidogo tunaona sura inaanza, ni furaha lakini kidogo kama kuna huzuni kidogo kwa mbali. Pengine Humphrey Polepole ameanza kuona hatari kidogo mbele. Lakini ana furaha, lakini si kama muonekano muonekano wa 17 hauwezi hata kidogo kufikia muonekano wa 14 na muonekano wa 15. Ndugu Humphrey Polepole alifurahi mpaka kafumba macho. Muonekano wa 17 Humphrey Polepole anaonekana ana furaha, lakini kidogo kuna mashaka ana kama ana wasiwasi kidogo hivi ndugu Humphrey Polepole. Muonekano wangapi sasa tunakwenda? Muonekano wa 18. Sasa hizi ndio siku 5 kabla ya kutekwa. Siku 5, siku 6. Hii ilikuwa tarehe 30. Humphrey Polepole amepotea tarehe 6. Sasa hii ilikuwa ni tarehe 30 mwezi wa 9. Siku 5 ama siku 6 kabla. Tuseme siku ngapi sasa? Siku 5 kabla ya kutekwa ama siku 6? Siku 5 kabla ya kutekwa. Siku 5 kamili kabla ya kutekwa. Humphrey Polepole ukimtazama muonekano wake unaona kabisa kwamba, mtazame vizuri ndugu Humphrey Polepole, sura yake hapo jinsi alivyo. Muangalie vizuri, mtazame vizuri, unaona kabisa kwamba ana mawazo mazito ndugu Humphrey Polepole. Kidogo furaha ndugu Humphrey Polepole imepotea. Akapoteza furaha kidogo. Ndugu Humphrey Polepole naye ni jasusi huyu, ana mawili matatu, mtu kashakuwa balozi, basi naye ana ujasusi kidogo ndani yake, anaona hatari. Hisia ya 6, sixth sense inamwambia kitu kwamba kuna jambo hapa. Ndugu Humphrey Polepole sura yake kidogo imekuwa nzito. Yuko nyumbani lakini anaona, nadhani hapa anafikiria sasa hapa inakuwaje. Ameshaanza kuona hatari, pengine ndio hapa anasema anaishi kama digidigi. Anakazia kabisa kwamba anaishi kama digidigi. Ashaiona hatari iliyopo. Anapishana na watu, haelewi. Lakini siku hii pia bado ndugu Humphrey Polepole anajaribu kutabasamu, anajaribu kufurahi. Furaha anayo, lakini ni kwa asilimia 80. Ndugu Humphrey Polepole. Kwa hiyo hii ndio ya mwisho kabisa hii ndugu Humphrey Polepole kuweza kumuona. Nadhani umeona mionekano hiyo ya ndugu Humphrey Polepole tangu ameanza harakati zake mpaka ambapo tumeelezwa kwamba ndugu Humphrey Polepole ametoweka. Sisi tunaomba tu jeshi la polisi lijitahidi basi ndugu Humphrey Polepole aweze kupatikana. Tutafurahi sana akipatikana akiwa mzima. Tunapenda siku zote sisi kupambana na ndugu Humphrey Polepole, jina la utani cha kubanga. Tunapenda kupambana naye kwa hoja. Tunapenda sana na tutafurahi tunapokuwa tunashindana naye kwa hoja. Asanteni sana majasusi wa Bei ya Jioni.